Haya sana. So jamaa pia kanitia hasira. Sasa kufuata huyo jamaa mbio. Nikafuata huyo jamaa mbio, kila mimi natumia nguvu. Na huyu jamaa atumie nguvu, atumie mafuta. Sikumfikia. Sasa pole. Kuna ilikuwa I think ilikuwa December. December yenye imepita. Nikakutana na boys, kuna boys alikuwa na demo wake, nikamwambia boys, usipige piga simu. Alisema kitu kama hiyo pia. That support na maendeleo itaenda kwa watu ambao wanapigia kura peke yake. Unaona? Na unajua kura iko pale. Good morning, good afternoon, good evening, depending on what time you're watching this video. Welcome back again to another episode. Na leo tuko hapa kupiga tu story tu safi. Ama vipi ndugu yangu? Ndio hivyo. Unasema wanakuita nani? Wananiita Doni. Hapo unazaniita Steve, majina yote ni yangu. Ni mingi kuliko hata jina langu lenyewe. Unazaniita kijana wa home. Bado pia jina langu. Kijana wa home. Na sasa ila same tukifunga show. Tuko tumelanda utatuapia leo. Tutamushia vina. Hiyo itakuwa another day. Unajua kama at least kama ingekuwa iko na beat ingekuwa iko fit. Sasa hakuna beat na jaje kapela. Msanii bana si lazima kuwe na piga. Msanii si lazima kuwe na nini na beat. Hapana, inafaa kuwe kapela, inafaa kuwe kuna beat ndio unajisikia vizuri. Sikiza basi. Leo ikitokea that tumevamiwa na wakora. Wakwambie tunasikia ni msanii. Nile ujitoe hapa, lazima utamushia vina. Tuambia nipeni beat. Unajua kuna kitu tofauti, kuna kitu emergency na kuna kitu yenye si emergency. Unajua si emergency. Tuasiu mtu. Utafanya aje? Si itabidi uachilie mizuka, utafanya nini? Tuasiu sasa nini subscribers wetu hapa ni wanyambazo wamekushika, wanataka vina. Hapana iwezi. Unajua kuna vitu zingine unaweza fanya wakati ilikuwa ni emergency. Emergency purpose. Okay, sawa. Sasa leo ikiwa Jumapili bana. Umeenda kanisa kweli? Mimi sijaenda kanisa, mimi siwezi kudanganya mtu kwa nimeenda kanisa na sijaenda kanisa. Nimekaa kwanza since day 2021 sijaenda kanisa. 2021? Wakati ya corona, si 2021 ama 2020? 2020. Sijaenda kanisa, sidanganyi mtu. Corona imeanza 2020? Corona imeanza 2020, I think 2019 2020 ndio corona ilianza. Lakini nisha extend ile mambo ya kafyu na nini. 2025 nilienda kanisa mwezi ngapi? Mwezi wa last year. Mwezi wa 9. Wa 9 wa 10 nishaenda na best yangu alikuwa anaitwa Mike. Ndio nilienda. Mike mmoja ule. Mike mmoja sasa ya Muslim amekuwa Muslim. Kumbe mnajua kwanza kitambo. Kwanza kitambo tulikuwa tumejuana kwanza kitambo. Sasa mimi kanisa za kumbuka naenda kanisa lini wale. Unajua mimi nilifika mahali nikatuma pasta na enjoy bana. Pasta kwa pale kwa madhabahu mazana kuhubiria. Nakwambia venye Mungu wako mtu fiti. Sijui nini unaona. Lakini mwisho wa siku unampata na mke wa mtu. Unajua sasa kitu mingi mapasta wanaangalia kitu yenye iko ina favor wao kwa Biblia, wanasoma vitu zina favor. Huwezi kuta pasta anasoma kitu yenye inaanzia 1 mpaka mwisho. Yaani uanze kama first kitabu ya kwanza inakuwa ni Genesis. Huwezi kuta mtu ameanza kwanza Genesis mpaka mwisho, hakuna siku. Pasta anachukua kitu yenye inamfaa. So unataka kusema mapasta hajasoma Biblia yote? Hakuna pasta anasoma Biblia yote. Hawezi soma kwanza eti Genesis first Genesis mpaka mwisho. Tena uingie nini kitabu cha pili usome mpaka mwisho. Unajua niko na uncle yangu fulani pasta. Sasa sijui kama iko na uwezekano ningemuuliza bana, wewe ni pasta ushaisoma Biblia yote? Hakuna mtu vitabu zote za Biblia. Hakuna mwenye amesoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sidhani, labda inaweza kuwa, lakini hakuna mwenye ashaisoma ati Biblia kuanzia unasema ati leo tumeanza, wanasema jumu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Umesoma Genesis mpaka dakika mwisho. Hakuna, wanaruka wanafuata place yenye ina nini ina favor wao. Mostly kwanza wanaingilia walevi. Hakuna kitu kingine wanaingilia. Ni fact. Mimi nasema ukweli, ni fact. Okay, mmoja wao. Mimi ni mmoja wao, lakini nasema facts kwamba
wanaingilia walevi, hakuna kitu kingine. Hakuna siku yote pasta anaongelea kitu ya maana. Si ulevi, usherati nini? Okay. Bana mimi kanisa nasema kanisa mimi mwisho kwa ni nikijaribu kuvuta dira si dera. Unajua wewe wengine wanasikia dera. Kuvuta dira. Way back. Dira. Labda 2021. 2023. Nikiwa kwa harusi ya mzae. 2023 mzae alikuwa nafunga harusi. Kuadisha marriage yake. Naona. Ndio time nilienda kanisa. Kwanzia hapo hujaenda. Mimi kanisa ni roho yangu tu. Unaona? Niamke asubuhi pale nipige sala yangu fresh, niombe Mungu nashukuru kwa kunipatia siku ya leo. Kuna wengi wamependa sana kuiona but hajaona siku ama kuna wale wako hospitalini, unaona. Lakini niamka nikiwa mzima. Nashukuru Mungu siku zote. Na naamka nashika shughuli zangu za siku. Siku ikiisha la before kulala pale lazima nipige sala yangu, unaona. Niseme asante kwa kulinda. Unajua mimi mtu wa kucycle bwana. Sasa nikiwa pale barabarani bwana wandazimu kibao. Kwanza watu wa pikipiki ni wengi. Watu wa pikipiki sinya sana mazee. Sasa kwa barabara mazee pale. Mtu ametokea from nowhere mazee ndaka yani unajua sheria barabara Kenya inafaa ni always keep left. Always keep left. Mzee amekeep right bwana. Na kusaidia yako. Na venye anakuja hata hakai kupatia space. Haizipata space. Unaona? Mara kwa mara unapata jamaa amegongwa. Alafu anaanza kuwekelea mtu mwenye kwa right way. Mwenye gari. Hata ende mwenye makosa. Alafu nimesikia kuna tamu zingine huko Nairobi anatumia hata akisema ati unadharau maskini. Alafu anachoma gari. Sasa unaona hakuna cha umaskini. Maana hata mwenye anatembea na baiskeli pia anamdharau. Mtu wa pikipiki pia anadharau mtu mwenye ako na baiskeli. Mzee, ona mimi si mimi nakwambia na cycle. Mimi napenda sana kucycle basi. Unaona? Mimi na cycle. Mzee niko barabarani, niko kwa barabara niko mbio. Unaona? Unajua niko highway, lazima uende mbio, wezi pia enda pole pole. Kuna magari ziko nyuma, unaona ile kuzizuia kidogo, unaona? So lazima ni keep up with the pace. Jamaa bana ametokea. Unajua sheria ni wewe mwenye una join highway hapo upatie mwenye kwa barabara priority first priority ni wewe kwa barabara uingie. Sasa msema ameingia hivi mbona nimswabaika nakuja na kombio. Mimi mswaba wa cycle anakuja na nikombio. Jamaa anaamua kuingia hivyo mzee. Unajua kuna siku hapo nini Paul's Bakery hapo hivi. Nimetoka huko chini Rodi. Panda mbio, unajua ni mlima hapo. So lazima uende mbio ndio upande mlima fit. Unajua bike yangu na pia iko sawa. Bana nimepanda hiyo mlima, nimepanda kaingia highway. Kuingia highway hapo Highlands mbele kuna nini? Kuna petrol station hapo hivi. Kuna mtu ametokezea pia ngoma. Jamaa kaingia. Wapikipiki hapo hivi mazi. Yaani kama singeshika kama bike yangu ilikuwa na emergency. Mazi ilikuwa story nyingine. Jamani ingekuwa story. Kana hizo watu zetu za Mombasa zile. Alafu na mwingine pia kwa mbona amefanya plan. Akasema hoja ameingia vibaya sana. So jamaa pia kanitia hasira. Sasa kufuata huyo jamaa mbio. Nikafuata huyo jamaa mbio lakini unajua mimi natumia nguvu. Na huyo jamaa hatumii nguvu, anatumia mafuta. Sikumfikia. Sasa nilikuwa na hopes na kwamba nitamfikia. Ni mbele kuna ile nini traffic lights. Zilikuwa hapo. So huyo jamaa tamurifika atakuwa imewaka red, hawezi pita tasimama. Wapi? Kama jamaa anavunja sheria. Hakuna siku moja akapita hivyo bana kwa customer. Lakini kwa nimesinyika sana bana. Yaani mbona siku yangu imeenda fit lakini jioni jamaa ikakuwa boring kabisa. Unajua kama tumeingia mgonga hapo. Kumbuka na highway hapo ni matrela mingi zinapita hapo. Mimi ningetokea. Kulikuwa na fracas. Nisinyika vibaya sana wewe jamaa. Sikufurahia jamaa wana reason capacity iko chini sana. Sijui ni msee kama sisi sasa hizi tuko sawa tunafikiria vizuri. Nikaa tukiingia kazi ya kupeleka bodaboda kilo inapotea bana. Hakuna akili upotea, ni mtu tu, kuna mtu ako na upungufu wa akili. Unajua si kila mtu ako na akili sawa. Lakini bora basi ni wote. Karibia wote. Unajua kuna wenye wana reason na kuna wenye wa reason. Si karibia wote, yani unaweza kuta 90% lakini tuseme kweli 90% wako na shida hiyo. Alafu unakuta 10% wana reason. Mimi niko na marafiki mabodaboda riders bana. Okay, mimi wakinibeba sijana kwa kufanya kitu kama hii. Unaona?
Lakini mimi nimeona watu wengi wa boda kuna hiyo ujinga sana. Wako na ulemavu wa akili, wewe unaitwa ulemavu wa akili. Ni mtu ana reason lakini ana reason. Mimi naona ile upepo ile kupigwa na upepo ile inafanyanga kilipi na zaidi inakimbia. Jamaa kufikiria anashinda kufikiria. Mimi naona hivyo. Alafu kuna hizi tabia wamekuja nazo unataka kusema? Sina kitu ya kusema. Tabia gani? Kuna tabia wamekuja nayo hii ya kupimp bike. Wanaweka honi ya gari. Honi ya gari na lights, wanaweka lights zingine bana. Zingine ziko bright excess. Masajua wajamaa wajui ukiwa msee mwenye ako mbele huyo mwenye nini? Kosi huyo bike anaenda hivi mwenye anakuja hivi. Ile light akiwasha ndio mwenye mbele yake haziona mbele. Haziona kabisa. Haziona. Sasa sijui ndio nakwambia jamaa akili ndio alafu unakuta mtu mwingine ametoboa kizozi na inapiga kama nini inaitwa nini Subaru bana. So unashindwa mtu ana reason ama nini, yani si kila mtu anapenda hiyo pikipiki, labda inaweza kuwa wewe ndio unaipenda lakini watu wengine wanapenda hizo kile. Hata mimi gari iko na nini na kelele mingi na hiyo zinaitwa aje exhaust hiyo ya makelele mingi. Kuna jina iko nayo kuna tamu inatumiwa hiyo kuja kelele. Nisipende mtu tu gari iko silent. Silent unajua mimi napenda hivyo. Ikuwe Subaru ikuwe nini, mimi napenda ikiwa silent. Doro anasema wao anasema ati utamu wa gari kama hiyo niyo kelele. Kuna kitu muhimu hapo. Sioni kabisa. Sababu watu wa boda wanafaa kustyle up. Kabisa. Juu sasa unaweza kuta unaenda sasa, unaweza sema unaenda nyumbani sasa kama umeamua tu unataka kupiga mafuti, unataka kutembea, unakuta jamaa boda na kupiga mahono, unaenda mwingine anakupiga hono, unashindwa yani kama wewe hujielewi ama shida iko wapi, na wewe unataka kwenda kwa nyumba yani footing, unataka tu ku make exercise na mali huko wapo ndio uko the right of the way. Na tena hata cha right way, yani unataka uende nyumbani tu ukitembea, lazima unakuta mtu anakupiga mahoni, anakupiga mahoni, unashindwa mtu bwana anielewi. Wa kwanza amekupigia honi, wa pili akupigia honi, wa tatu ampigia. Kama ningekuwa niko na haja kwenda na pikipiki, si ningekuwa nimechukua tayari hapo hivyo tu. Kwa nini? Mimi kitu kingine nashangaa nayo ni unaona kuna barabara kuna kama roadblock hivi. Kuna gari iko mbele labda inapiga kwa nini na nini. Sasa hakuna gari za pita, so lazima zisimame. Na mse bike amekuja sasa kupiga mwenye hapo mbele honi apite. Sasa utapitia wapi? Na huwezi pita kumeziba huko mbele. Nimekumbuka kuna taifa nimetoka job na cycle tu vizuri, nikafika mahali kulikuwa kuna sako fulani kumeleta basi mpya sijui mbili ama tatu, na hiyo barabara ilikuwa ni ndogo na pesa wanaingilia lazima kupiga makora mingi na nini. Sasa kwa barabara imefungwa, imezibwa. Sasa mtu hawezi pita, so lazima tupite mahali hivi, na which place tutapitia tunafaa kupitia hapo sababu ni place pedestrians wanafaa kupitia, unaona. Lakini tukaenda kupitia hapo, jamaa kwa nyuma bwana anza kunipigia honi, akaanza kuniambia wewe songa. Bwana mimi nilimtukana, mwambia songe wapi, pitia juu uko na haraka. Nitapitia hapa mbele, hakuna nafasi kupitia. Kuna bikes zingine ziko hapa mbele, nitapitia wapi? Jamaa nilimtusi bwana. Mimi wana jam na jamaa vibaya sasa. Kwa sababu unajua kitu moja, hawa watu wa reason, vitu mingi wa reason ndio nakwambia wako na upungufu wa akili. Hiyo ndio nakwambia, yani ulemavu wa akili. Unaweza kuwa umesoma, umefanya nini, lakini uko na ulemavu wa akili bado. Umeona? Ungekuwa kama wewe ni mtu mwenye una reason, unafaa uangalie tu mtu wako in a right way, in a good way. So unafaa upate huyu jamaa pia respect. Kama ni kutoka mnatoka nyote, hakuna mwenye atasema eti hakuna. Kama unaenda home lazima hata pia utafika home. Hakuna venye unasema tu unaweza kupigia huyo jamaa makelele mingi na bado safari yenyewe unaenda pia bado utafika tu, ni same. Kuna nini? Kuna history nimeona imekuwa juzi ya wezi wa nini? Wezi wa masimu wanakuja na snatchers zao. Yaani motorbikes wameweza collude na wezi. Sijui kama ni wameweza collude na wezi ama wao wenyewe pia ndio wezi. Unaona? Okay, wao pia ni wezi kama wamekuwa involved kwa kitu kama hiyo. Wao pia si ni wezi tu. Unaona? Sawa, na kama mwizi na kutaimu huko barabara pale unaongea na simu. Nakuja na wana reverse hivi, unapita na simu yako. Na cheki. Umepata kwa social media umepata na scenario kama hizo? Scenario hata si scenario, kuna wakati fulani last I think 2 weeks ago kuna
kuna jamaa alikuwa kuna accident ilikuwa imepatikana. Unaona hapo Coca-Cola area za I think Coca-Cola hapo hivyo. Hapo juu unajua Coca-Cola penye iko. Accident ilikuwa imepatikana hapo hivyo. So jamaa alikuwa ni jamaa wa bike na jamaa wa gari. So ule msa wa bike alikuwa amebeba abiria. So wakagongana na msa wa gari. Hiyo bike ikaanguka chini na msa wa boda akaanguka chini. All of us unaona ile nini ilipoanguka ile boda, ile kiti ya nyuma ikafunguka na ilikuwa na mteja ikafunguka. Kumbe ilipofunguka hapo chini kulikuwa na shoka. Bike? Wallahi tena billahi. Ngoja, bike ilikuwa na nini? Na shoka. Shoka? Wallahi. So jamaa alikuwa ni boda by the day afu ifika masaa hiyo boda ni mpya. Ukiangalia boda ni unaona kaka boda kanini hiyo nini hiyo shoka ilikuwa tu ni ka size. Iko na upana, ukiangalia tu hiyo shoka yenyewe inakutoa timing kabisa. Karibu ite soka. Inakutoa timing. Inakutoa hiyo shoka yenyewe inakutoa nini timing. Iko ni kubwa hiyo shoka yenyewe kabisa. Sasa jamaa kamuuliza, hii shoka yenye iko kwa hii kiti inafanya nini hapa hivi? Akasema hii shoka ni yangu tu. Akauliza yako nini? Maana sisi tunaumia abiria, tunakatokata na hizi mashoka. Kumbe kuna hii shoka hapa hivi kwa hii baiskeli. Kwa hii si baiskeli, hiyo nini pikipiki. Jamaa kajitetea. Jamaa walimpiga huyo jamaa. Walimpiga mbaya sana. Wakampiga. Jamaa dakika mwisho akasema eti tunafanya naye biashara usiku. Kama biashara gani mnafanya naye usiku? Wakadmit. Alisema tu kweli. Juu sasa kama imefika mob inakupiga. Jamaa akasema leo tunafanya naye biashara. Check hii video hapa hivi. Check. Jamaa amepaka hapo hivi. Wanangojea victim. Nakaa kwa shana huyo mama hapa hivi. Mama ni jamaa hii jamaa. Wewe ni jamaa huyo si mama. Ni jamaa ama ni mama? Ni jamaa. Kamnyang'anya ba. Unakaa kaishia. Unaona? Na unajua huwezi fukuza mtu kama huyo. Hawezi fukuza. Sasa wewe unakimbia na rashes ya magari. Hakuna vile unaweza fukuzana na mse kama huyo, inabidi umwachie tu. Sema ni sawa tu. Mimi hata nakuwa kwa design nyingine. Niko barabara natumia nini? Natumia simu. Alafu kuna pikipiki impita hapo kando. Miwa nini na ninakuwa tu careful. Nienda nikisimama kwa mfuko kama nikaa mahali. Penye uko safe kabisa. Naza ona vizuri jamaa akiapproach. Kwa unajua mostly wana nini huwa wanazunguka hivi nyuma afu wanakuja na nyuma. Ndio wanaichukua. Unaona? Unajua kuna day nyingine nilikuwa naenda home usiku. Nilikuwa napiga mafuti yangu naenda tu home tu pole pole. Kuna ilikuwa I think ilikuwa December. December yenye imepita. Nikakutana na boys, kuna boys alikuwa na demo wake, nikamwambia boys usipige piga simu ukiwa uko kwa hii barabara utachukuliwa simu. Mbwe zako nielewa. Si mimi nimeenda dakika kidogo, nimesonga tu mbele dakika kidogo hivi. Kidogo nasikia tu ile pikipiki. Kumbe ile boys alikuwa ameshika ile pikipiki isikimbe na simu yake. Sasa boys balani anichapie mbele ananiambia nishikie huyu jamaa amechukua simu yangu. Jamaa akavutana na yeye, nasikia tu race ndio nilikuwa nasikia race tu kabisa, anashindwa. Sangemwangusha chini angempuka. Si ndo nasema shida ni hii. Huyu jamaa hakuni alert. Angekuwa mjanja angena alert, angesema mwizi. At least hata kwani huyu jamaa bike alimanage kuhepa. Alimanage kuhepa, lakini yule jamaa alikuwa ameshikilia ile pikipiki. Sasa inapiga race ndio iongeze mafuta ndo aende na hiyo simu. Huyu jamaa alikuwa ameshikilia. Sasa ikafika mahali penye point yenye amezidiwa nguvu na pikipiki. Huyu jamaa atakuwa na nguvu. Na nikaboyboy nikimwangalia tu ni boyboy kama ako 20 ama 19. Mimi ni snatch off ni manage kushika pikipiki. Huyu jamaa hana bahati. Ndio nakwambia huyu soya hana bahati. Labda nigeuzia nite mimi mwezi. Ndio nakwambia shida yenye ilitokea na huyu boys hakuongea kitu yote, hakuwa amenyamaza kile kitu. Unaona? Cheki. Cheki.
ile nyingine sio? Ile nyingine. Hoja amesema watu hapo. Ni mtashi ni ya jiji, hakuna mahali pengine. Ni jiji. Tena ni snatcha pikipiki. Ndio jamaa atakuwa anaenda mbio mazi. So unajua hakuna venye unasema mwizi, si kama Mombasa unasema mwizi na shipo, umeona? Nairobi watu wamezubaa sana. Watu wanasema Mombasa tuko slow. Lakini hao watu wa Nairobi wako slow zaidi kuliko sisi. Unaona Mombasa sasa ukisema eti mwizi, kuna deki mzazi unachoma, lakini watu wa Nairobi wako slow sana. Yaani kama kwao ni business. Nairobi nini unaweza kuwa uko nini? Uko kwa nini kwa streets? Wasio kuvamia hapo kupigia nini? Ngeta na kuna mtu anakuangalia tu hivyo mali. Mimi najua. Tukisaidiana hata utakuround baadaye kuulize baya mbona unataribia kazi. Unataribia job gani mazi? Sio nakwambia ni wao watu wanasema Mombasa tuko slow lakini Nairobi wako slow zaidi yani. Hiyo ni maisha gani mazi? Hiyo mashine mbaya sana. Hiyo mashine bullshit. Hiyo mashine mbaya. Sasa serikali inafaa kama hapo na nini? Na security measures za kuregulate mambo ya pikipiki. Unaona? Wajue pikipiki fulani inatoka mahali fulani. So mse kama huyu amekuja amevaa for example useme number plate za mahali fulani zikuwe ni hizi na hizi na hizi na hizi na zikuwe registered na inajulikana na apeleka pikipiki. Unaona? Wewe kama mtu amekodisha pikipiki kwa anafanya uhalifu tunakufuata wewe. Unaona? Kama unanyang'anya license, unanyang'anya na pikipiki hata kama ni yako. Unanyang'anya pikipiki, serikali inaifanya kitu utaifanyia. Unaona? Unaona haya. Ama kama si number plate. Waseme reflector place fulani. Zikuwe ni rangi hii, rangi fulani. Na zikuwe zimeandikwa mahali fulani. Kama ni sako ya mahali fulani, lakini area ya hiyo nini iandikwe hapa chini na rangi ya reflector lazima. Ndio utakuwa wanajuana wanaboda wote. Wajuane wote. Unaona? Na pia number plate. I think zote lazima because msema kama ni reflector, sasa chukua reflector ya place nyingine. Akuja afanye job hapo hivyo. Lakini sasa ukifanya kitu kama hiyo alafu watu wanaanza kushika number plate ya nini ya pikipiki. Wanaza nini? Wanaza sema hii number plate ni mahali fulani, lakini reflector amevaa ni place tofauti. Unaona? But ile kitu tunaweza sema ni inaweza kuwa rahisi ni nini? Mseza kuwa amechukua reflector place nyingine alafu na pikipiki yake. Unaona? Hii I think hii inaweza nini? Inaweza zuia nini? Uhalifu. Alafu mtu kama akishikwa mazee hakuna story ati ya umepewa kotini alafu sijui nini hata umeachiliwa. Ameachiliwa. Wewe ni kuchoma tu ama 10 huko ndani kwa safi. Ama miaka kadhaa yenye inaweza mfanya akirudi nyuma akirudi tena wengine wana tabia kama hizo watakuwa walani pia kwa hiyo ni ujinga msee bana unaibiaje msee simu? Imagine umeibiwa simu umetafuta pesa yako fresh umeibiwa simu for example mazilo kwa important documents kwa hiyo simu zimeenda tu hivyo. Ni kama jana by the way nilikuwa station nilikuwa nimeenda kuchukua best yangu jana. Tulikuwa tumeenda hapo hivyo kwenda kumchukua hapo Eldoret. Inaitwa Eldoret police station hapo nini? Inaitwa nini station hii? Acha tuite Eldoret police station. So tumefika hapo hivyo kidogo kuna msee mwingine fulani amekuja hapo hivyo. Anauliza mazeni nimeibiwa simu ya 700,000. No, it's not 700. Yeah, 70k. Nikamuuliza kwani umeibiwa aje? Akaniambia bana niko natembea tu hivi. Akaichukua. So nikamuuliza umekuja kuripoti hii issue. Wataka kusaidiwa na gavana na nini na maskari watakusaidia aje juu sasa lazima tena ukitaka kusaidia lazima pia pesa utoe, hakuna kitu ya bure sasa hivi. Lazima. So nikamwambia na hiyo simu huwezi pata immediately hata kama umenunua ya 70k. Akaniambia bro nitang'ang'ana venye naweza nitumane nipate nayo do wanisaidie. Nikamwambia hiyo ni kitu kama hiyo ni kama risk taker, unaona? Si kitu eti uko sure kama itapatikana. Wewe jaribu vile unaweza ukiona kama haiwezekani. Wewe unajua polisi wa Kenya wakiamua kufanya kazi yao safi. Wanaweza lakini sasa shida naelewa lakini sasa shida ni corruption. Kama Murkomen anaweza kwa support ile time nini ya toka lalamika ati umepiga simu kwa polisi ati ukuje kuna wezi mahali fulani ama umefanywa nini. Polisi anaweza kuambia utumane pesa mafuta.
Morocco anaweza kwa support. Akisema sijui yale kuna mafuta nini na nini. Kwani tax tunalipa Kenya inafanya nini? Si kufanya vitu kama hizo. Sasa unajua sasa shida ni corruption. Hiyo ndio corruption, ndio wanaiba pesa nini ya serikali. Ya serikali wanataka tisia sio mingi, piga simu polisi aje, lazima ni upatiane. Asili yao inasemanga ni utumishi kwa wote. Hata vijana jana ndio niliza. Sasa ikwe hata lazima ninunue mafuta ndio kunya, kama sina hiyo pesa itakuwa aje? Ni kama jana nikioko hizo ofisi nimeenda kwa nini, nimepeleka best yangu maziwa na kitu fulani kama kitu ya kukula tu. So nimefika hapo hivyo, nimeketi hapo, kuna ka bench kana kwa hapo hivyo, nimeketi hapo hivyo kidogo, kuna karao liko hapo hivyo. I think hata nikiangalia tu kwa service anaweza kuwa ameenda kama akienda sana miaka mingi sana, labda ni 5 ama 4. Mkion service. Kama amekuwa kwa service sana. Juu nimeangalia tu akili yako nayo ni ya utoto sana. Resume yake iko chini. Capacity yake iko chini. I guess what unaona I guess what wako hivyo. No, unaona mtu mwenye amekaa kwa service more than 10 years kwenda juu, at least capacity yake inakuwa iko juu. Unaona mtu mwenye ameingia kwa service kama akiwa kama age ya tuseme kama kuanzia miaka kuanzia miaka 5 kwenda mpaka tuseme 5, 6, 7. Ni mtu capacity yake ya thinking capacity yake iko chini sana. Sasa unakuta mtu kama huyo jana nimekuwa hapo kwa nini kwa station. Ngoja. Thinking capacity ama ile experience ya hata thinking capacity yake iko chini sana, na experience pia iko chini. Hata jana experience, thinking capacity pia yake iko chini. Sasa kama umsema nimekuwa hapo kwa seat. Mimi sidanganyi, capacity yake iko chini sana. Sasa kama nimeketi hapo kwa hiyo kiti. Nimekaa hapo hivyo, tulikuwa wase kadhaa. Tulikuwa tumekuja kuangalia hiyo best yetu. Tulikuwa almost kama 5 to 6. Dogo boys amekaa hapo hivyo kwa nini kwa OB. Asema wewe tukeni hapo hivyo m5 kete hapo hivyo. Nikamuuliza kwa nini unataka tuketi wapi? Na sisi ni wananchi, na sisi ndio kusema tunafaa tutoe issue zetu, umeona? Na unafaa kutusikiza. Akaanza kusema eti sio nini, nikamwambia bana, hii kitu sikudanganye, ni kitu kidogo sana. Si eti ukiwa kwa service unakuwa na kiburi yenyewe. I make sense. Akaanza kuniambia eti bana, unafaa mtoke. Nikamwambia hakuna siku tunaweza toka, na sisi ndio wananchi, na sisi ndio kusema. Na sisi ndio tu kama sisi ungekuwa hapo. Umeona? Sana tu kama hiyo ni mbaya bwana. Yaani unajua polisi afaa amewekwa hapo kunini? Kusaidia wananchi. Na imeandikwa utumishi kwa wananchi. To make sure kuna safety kwa mwananchi. Na nini? Na yani kila kitu kiko tu sawa, unaona? Sasa kusaidia na side moja. Lakini ujamaa jana nilimind sana. Nikasema fit tu kabisa. Yaani nikasema si mbaya. Unajua kuna mtu akikaa mahali tu hivi kidogo. Anaona kama yeye yani ndio kusema yani. Ndio kusema. Yaani kitu kidogo sana yani. Si tu uko na cheo. Wewe ni constable. Constable unaniambia nini? Wewe ni nani? Kwa ile point yangu nakwambia ya polisi kuitisha pesa ya mafuta. So nilikuwa kuuliza before ukuja na hiyo story. Ni kwa nini time ya maandamano ikiwa haitishi pesa ya mafuta? Pesa mafuta inatoka ngapi hiyo time? Unaona? Hiyo inakuwa tu. Sasa ukiimagine kama CS, interior CS, interior CS ama ni CS au interior CS, whatever it is, ana support ujinga kama hiyo. Hiyo inaonyesha nini mazee? Hiyo si ni upuzi. Hiyo ni ufala. Yafaa mtu kama yafaa condemn kitu kama hiyo, because we are paying taxes and further run vitu kama hizo, unaona? Kila mwaka kuna budget nafaa iingie hii ya fueli, unaona? Na yani kufuta nini za ujinga tu. Ni kutorizo. Kuna mali naonanga lori naingia mahali kuchukua pesa ya hongo. Hiyo pesa unachukua ni lori, imagine lori. Na si eti ni cruiser yenyewe, ni lori. Unaenda kuchukua pesa ya hongo. Pesa fulani tunauzanga bank. Unaona? Na mafuta wamejekea wenyewe. Sasa kitu lakini wakati unataka kujiuliza ni nini? Hiyo pesa ya hongo unachukua ni ngapi? Ni umechukua lori kwenda nayo kokota hiyo hiyo lori imekunywa mafuta ngapi kufika tambo ifike pale? Mafuta mingi sana. Hiyo mafuta imechomwa, anachukue ongeze kwa mfuko wake. Unaona? Kama kwa ule gwenye chwani. Unaona? Ongeze kwa mfuko yake. Mafuta pesa ngapi imechomeka?
Unaona? Watu ni washenzi tu mazee. Ndio nakwambia kuna pungufu wa akili. Unaona? Maana watu wengi wa reason ni kitu yenye unafaa reason, lakini au reason capacity yako iko chini sana. Sasa nini umekuwa kucheki nani mzee Oburu. Mzee Oburu bwana amekuwa anasema hana power. Sisi ndasema aje, hawana power, anataka power. Anataka power yana mzee ushafika. Ama anataka power na na mzee ashafika na mzee bana. Hata kuongea anashinda kuongea. Hizo ongea. Ashinda vipi? Mzee anaanza kumuona ama nini? Mungu anakuona. It is bro. Ana power. Anataka power. Hapo afamu kile ngoma. Power. Lakini hiyo ndio power anazapewa tu. Nimesikia wanasema wanataka seat ya nini? Wanataka seat ya nini? Ya deputy president. Lakini sasa pia hata inaeleweki. Unaona anasema ana msimamo. Anataka hiyo, mara siji nini, unaona si kitu inaeleweka. Unacheki. Ni mtu hayuko sure. Kenya anataka. Unaona zapatio seat na Ruto. Kama Ruto kwa hesabu zake. Unajua hata hatuwezi ingia kwa kiatu ya mtu wakati hatujamjua. Ni sawa tumemjua, lakini hatuwezi elewa Kenya anafikiria sasa. Hatuwezi elewa maka yule jamaa naye pia nikigeugeu anaamka leo asubuhi ama kufanya Kenya anafikiria Ruto. So tuachane na hiyo issue. Anazamka hata kesho aseme acha nipatie huyo jamaa. Lakini unajua Ruto ni msemo mwingine akona ni mjanja. Unaona? Yeye anajua tu kutumia watu wengine. Tactics yako nazo mingi sana. Na hapa kunanyesha man. Sijui kama hiyo sauti itaharibu recording yetu. Hapo itaharibu. Sasa kuna maana alikuwa na saa so unachikili design Raila alikuwa anaingia kwa anakaribishwa kwa jukwaa kwa podium. Hebu unaweza elezea nini inatokea ile time tu ameambiwa watu ule kama MC amesema tukaribishe mzee Raila aje aongee. Unajua kabla hata mtu akisema tu baba anakuja lazima kutakuwa na mbwembwe mingi sana. Rapsha kibao sana. Lakini sasa point that mwenye anaongea na mic haisikika vizuri. Haisikika vizuri. Lakini Uhuru hata akisema kitu yote hakuna mtu anamsikiza. Ndio sasa ana kitu yani anazambia wananchi. Sasa Uhuru anamhurumia. Power. Uhuru ameenda pale ODM. Kila mtu kimya. Hakuna mtu anaongea. Inasema kwa nini mmesahau ODM? Sasa unataka kulazimisha watu. Unajua kitu hebu sikia hii. Haito imenifurahisha sana bana. Haito imenifurahisha, hebu sikia hii. Iko ni Homa Bay. ODM. Yeye mmesahau ODM. Sasa kwa nini unataka kulazimisha wananchi? ODM. Asante. Hakuna kitu. It's very sad mazee. Huyu ule moto wa magazeti. Au utasema ndo magazeti mazee. Huyu ni kuni zimeingia maji. Zimeingia maji hata haishiki moto ni moshi. Huyu mzee hata hii nini amepewa itampea. Itampatia pesa. Mzee ataangukia mapema. Lakini afai unaona kama hata yeye angekuwa mjanja hata angekuwa anachukua kitu kama hiyo. Angeachia tu vijana wa Raila tu. Angesema mzee aondoke. Huyu jamaa miaka yenye amefika sasa si hizi vaa viatu ya Raila. Oburu ulimjua lini? Wewe mwenyewe tu personally. Mimi Oburu ninamjua tu kusema ukweli tu na kulingana na mimi. Namjua tu juzi wakati ya mazishi ya mzee. Wallahi billahi. Siwezi danganya mtu. Mimi Oburu sijamjua. Oburu mmoja kujua tu pia juzi. I think few months before mzee dead. Mimi nilimjulia hapo tu. Siwezi huyu jamaa. Okay, si jamaa. Huyu mzee kwa maandamano ya baba hajaonekana. At least hata mtoto wa Raila. Huyo wa kike huyo. Winnie. Mimi hata huyo Kaboyboy, unaona Kaboyboy hata siko nakajua kabisa. Mimi niko namjua huyo. Uko nakajua? Nilikuwa namjua lakini ile through kumsearch kuona ni nani. Ni msee pia anakuanga tu mtu wa chini. Chini ya maji.
Sasa mzee Uburu bana sijaimwona mahali. Mimi hata lakini ni sawa, labda watu city labda watu wa Kisumu wanamjua zaidi, lakini sasa watu wengine hatumjui. Unajua sasa kama mtu si politician sana huwezi kuwa unatilia maanani sana kujua. Lakini huyu mzee kazi yawezi ba. Jamaa hii position amepewa. Nikaa namkaribisha tu kuingia 6 feet mzee. Sababu pressure konayo. Kushinda kuongea manata ya toki, hashikanishi sentences na it makes sense. Unaona? Kama kuna mahali bana alikuwa anahutubia tu watu. Ngafika mahali akaanza ameshinda wajua aseme nini. Kuna mafulana hapo akaanza kumwongelesha na Kijaluo, kumwambia sema hivi na hivi na hivi. Kama hakusikia hao huku nawe kando kuluka jamaa fulani huyo nini ni anaitwa nani gavana wa Mombasa. Sina anaitwa nani? Abdulsamad. Pia akamwambia kitu. Ndio jamaa mzee akasema aje. Na mimi niko sure kila alisema si kila kama ameambiwa aseme. Ati na mimi nitatoa milioni 5. Ya nini sasa milioni 5? Kwani kuna mtu alikuwa amesiki hiyo nini? Milioni 5. Sasa milioni 5 ilikuwa ni time fulani nyumba fulani zilikuwa zimebomolewa. Unaona? So ilikuwa kama ile ni kama fidia ama ni nini ya kusaidia watu. Unaona? Lakini hata huyo mama mwenye alikuwa hapo kando alishtuka. Milioni 5, 5 million. Yaani inatoka wapi? Wewe hizo milioni 5 inatokea wapi? Guys bana, poleni bwana, kuna mvua inanyesha hapa hivi. So kama utasikia kama kelele ni kelele ya mvua huko nje. I hope interrupt sauti. So jamaa mzee alisema anatoa milioni 5. Unaona? Hata akasherehekea, tunajua kawaida pesa hiyo lazima mtafurahi. Sika alikumbuka kutoa hii pesa baadaye. Hiyo inakuwa tu ni mbwembwe tu. Huyu mzee bana, yani he's not inspiring at all. Nacheki. Hili ODM so ni mali ODM anaelekea wapi? I really don't know. Uko na doubt sana. Anashuku mse, nashuku. ODM imeshavunjika. Ilivunjika tu the moment baba alipopasa. Sasa wakaipiga rubber stamp kuonyesha kabisa imevunjika. The moment wanaweza kuenda deep kabisa kwa broad based government. Na wengine wakawa support hiyo kitu. Hapo ndo kabisa wale rubber stamp kila kitu ka go down. Alafu kuna mafala wengine wanaitwa nani? Kuna jamaa fulani nimesahau jina yake. Na Mbadi. Mbadi kwanza akishika mic mazee bwana anaongea takataka. Unajua Mbadi? Mbadi takataka anaongea na uchungu. Yaani anajua kama hii mambo broad based governance kwenda poa, hana kazi. Unacheki. Na hiyo I think ndio hofu ako nayo, atakosa kazi. Unacheki. Kuna mwingine naye nimesahau jina, sasa nibadilishe jina ikuwe jina mtu mwingine. Anaitwa Kajwanga mwana nani? Kajwanga mwana nani? Umsahonga ni broad based government bana. Wacha naangalia ni TJ Kajwanga Niyo jamaa ni MP wapi huyo jamaa? TJ Kajwanga. TJ Kajwanga. I hope sijalini. Hii sura ni huyo jamaa. Huyo mtu mwingine fala sana bro. Fala kabisa. Kazi yake ni kuingia tu kuongea tu ujinga. Fala tu kuongea ushonde. Yaani unaona watu kama hao, watu na kwa serikali. Kujaza tu mifuko yao. Kusikia the packet. Na sikusaidia wananchi. Unaona? Yaani watu kama I hope mazee watu wanaenda kupiga kura next year. Watu kama kura. Because they are absolute failures. Kabisa. So ni jamaa kama wanasaidia anything mahali kwa wananchi. Unacheki? Kuna swali lingine nini ya siasa ya politics. Around 2 weeks ago, almost 2 weeks ago. Citizen TV walihost youths. Uko ni kama 4 hivi. I think 4. I guess 4. Acha ni check. Sasa hao youths walikuwa waende waseme
yani waongee tu siasa kama youth wanaonaje. Wanaonaje siasa venye naenda nini na nini. Sasa kuna wale walikuwa na support government na kuna wale walikuwa wanasema government haijafanya kazi, unacheki. Kuna dem fulani bwana hata sijui alikuwa picked aje kwenda kuingia kwa hiyo nini, kwa hiyo studio kwenda kuongea. Because she had no clue kazi ya senator ni nini. Unaona? To a point that anafananisha senator na president. You can't compare President William Samoei Ruto with Sifuna is loud and has no development delivery on the system. Yes. While the president is calm but has visible development in the country. Sifuna has not yet improved sanitary pads access. Do you think he will change in the coming 2027? Let him start now. That is raw. What did you say? Sifuna has not yet delivered access of sanitary pads. Not his role. That's not his role. Is that his role? In the coming 2027. Let him start now. That is raw. What did you say? Sifuna has not yet delivered access of sanitary pads. Not his role. That's not his role. Is that his role? Yeah. Yes. I mean 2027. Let him start now. We don't want verbal communication. We want a leader who puts more action and has yes, like President William Samoei Ruto. If you're kama nyinyi mnasema nyinyi ni Sifuna pia sisi ni Ruto amefanya job kuliko nani? Sifuna. Sifuna amekuwa tu mtu loud na kuna kazi amefanya. Pia amefanya. President ameleta development. Sasa wezi compare mtu mwenye ako seat of a president na mtu mwenye ako kwa senate. Kwa senate you cannot compare. President pia kwa wezi compare hiyo kitu. Sasa nasema president ameleta development kwa nchi. Yet Sifuna of sanitary pads. Hiyo compare. He's a leader also. The noise has been so loud. It's easy to be swayed to the noise. No. Let her finish her point. Felista is still on the floor. Do you think he's a senator, so that's not specific. Do you really think he will change in the coming years? Let him start now. We don't want verbal communication. We want a leader who puts more action and has track record. Yes, okay. Like President William Samoei Ruto. If you're kama nyinyi mnasema nyinyi ni Sifuna pia sisi ni who puts more action and has track record. Yes, okay. Like President William Samoei Ruto. If you're kama nyinyi mnasema nyinyi ni Sifuna pia sisi ni Ruto. Okay. Be popular but clearly huyu hana na kama hao ndio ni Ruto anategemea. Na watu walichukuaje huyu mdenge? Kwani waliona huyu ndio best one? Sijui alitumia criteria gani kuchagua nini? Kuchagua ama labda kwa darasa ilikuwa yeye ndio the best one. Na kama ndio the best wengine basi ni mabonzo. Wengine mabonjo. Vibaya sana sababu mazezi uko na hiyo akili ya kureason hiyo design. Sasa huwezi compare president na mtu mwenye ako chini yako. Kazi ya senate wazee tofauti kabisa. President unajua anafaa nini mzima Kenya mzima. Unaona. Huwezi compare na mtu mwenye sasa ni kama yeye sasa apene roles za watu wanaona. Haiwezi. Unajua sasa udem kama hata kama amesoma mamake alichoma nini? Wote alisoma kweli. Ni kama kusikia mtoto ameuza nisiongea mbaya. Mzazi ameuza nini ng'ombe kupeleka ng'ombe shule. Ndio same kama vitu kama hiyo. Na unaenda uketi tu kwa press unaenda kuongea vitu kama hizo. Sasa kuna video nyingine siku nimesave. Nilikuwa najaribu kuangalia hapa kana zaipata. Kuna demo aliongea sense. Aliongea sense. Okay, video yenyewe niko nayo hapa. Ni refu design nyingine. Naza itafuta hapa kwa history. Alikuwa anasema nini? Sasa huyu aliongea maana
Ni wale wasee. Same tu press yenye kwa nasema tu ni same. Ni kama hiyo tu but hii iko lakini yako naongelea kitu tofauti. Okay. But ni same tu Sifuna tu president. Kama unaona hii iko hosted na jamaa anaitwa nani? Si ile kwa Citizen. Hiyo hata pengine pia ni Citizen. Same. Yote ni Citizen. Lakini sasa mwenye kwa na host not tofauti. Ingine hii msura jamaa wa saa 3, ingine kwa msura jamaa Abdalla ule aitwa Abdalla mmoja huyo. Huyo enda kwa host hiyo. And kuna dem fulani alikuwa anaongea sense sana hapo hivi. Sijui kama hiyo video nazoipata. Hebu nipatie time kidogo niitafute. Hiyo video I wish nilikuwa nimesave hiyo link bana ndo nini. Unajua nikipitia nikifanya hiyo research. Huwa ndo natafuta hizo ma videos. Nikizisave ndo nituziongelee tukipata hiyo time unacheki. Sasa sijui mbona siku save hiyo nini. Ude mazalo aliongea sense. I'll make sense. Sana. Acha ni search hapa tu manually. Ningependa kukubaliana na kauli hiyo kwani ni kweli kama vijana. Ndio sasa. Tumewekwa katika kona fulani. Na wanasiasa ambao wamekuwa katika siasa kwa muda mrefu sasa wamezoea kutuweka kwa kona ambayo ni ya kutuambia kuwa nyinyi hamna nafasi katika meza hii ya kufanya maamuzi ambayo yani maamuzi haya yako juu yenu. Lakini sentence ambayo umesema kwa viongozi ni vijana wa kesho ishafika Rashid Abdalla. Kwa wakubwa sisi sasa ndio wazazi wa leo. Sisi sasa ndio waajiriwa wa leo katika makazi ambayo wazazi wetu walikuwa wanafanya. Kwa hivyo sasa muda umefika wa sisi kuamka, kuchukua uongozi na kusema kuwa hakutakuwa na uongozi wa nchi hii bila vijana katika meza ya kuamua vile ambavyo maneno na masuala ya nchi hii yatapangwa na yatasonga. Naam, kwa kifupi naweza kuleta maka mlichokifanya mlichofanyika na vijana wengi katika mwaka uliopita. Mmoja video amesema yani viongozi wa saa hii yani wametuna sisi yani wamezoea my young boy my young youth. Na Udema amesema sasa tusha grow, it's high time so wenyewe tuchukue. Usiseme tu hata tuongojee mpaka wakue na tushakuwa tayari. Mali tumefika. Unajua baadhi hii serikali kwanza Ruto kwa hiyo kadi sana. Ya akaenda kuongea hapo kuhusu youths. Akadesa wazazi. Nasikia watoto wenu yani ahadi za kuita sina watoto kila wakati watoto. Na umri ishapita bro. Wezi niita mtoto tena. Wewe labda uite mtoto. Mimi niko miaka niko 30 plus. Wezi kwa as na pale kuna address akiongea na mzazi wangu ani address at mimi bado na watoto tu wakuza watoto wao in a good way. Mimi I'm not a kid but niko mali na za make decisions zangu mwenyewe and I know what's good for me and what's good for the country, unaona. So jamaa hizi kuja hizi kutuambia ati ni watoto si nini unaona. Tunajua kile kitu kizuri kwetu ni nini, unaona. Hiyo kadi wamekuwa nayo sana hiyo kadi, unaona. Amesema nini nyingine hapo hivi, unaona, mambo na kazi. Hebu tudishine kidogo tu. Yani maamuzi haya yako juu yenu, lakini hakuna fulani na wanasiasa ambao wamekuwa katika siasa kwa muda mrefu sasa wamezoea kutuweka kwa kona ambayo ni ya kutuambia kuwa nyinyi hamna nafasi katika meza hii ya kufanya maamuzi ambayo yani maamuzi haya yako juu yenu. Lakini sentence ambayo umesema kwa viongozi ni vijana wa kesho ishafika. Tushakuwa wakubwa sisi sasa ndio wazazi wa leo. Sisi sasa ndio waajiriwa wa leo katika makazi ambayo wazazi wetu walikuwa wanafanya. Kwa hivyo sasa muda umefika wa sisi kuamka, kuchukua uongozi na kusema kuwa hakutakuwa na uongozi wa nchi hii bila vijana katika meza ya kuamua vile ambavyo maneno na masuala ya nchi hii yatapangwa na yatasonga. Unaona? Lazima kwa hizi mambo ya uongozi lazima vijana wawe included. Kwa sisi tunajua mali. Kiatu tunachokivaa, wewe unajua mali kinakufinya, unaona. Mzee hizi jua ukijana anaumia, unaona. Hizi jua. So lazima vijana. Kama tunaona kama the likes of kina Babu Wino, lakini Sifuna si kama vijana tuna support because all the youths kama sisi. Unaona, ndio na wetu kinini but their youths wanaza feel docket ya youths, unacheki.
Hebu acha kuna part nyingine aliongea, nataka sana nisikie part. Ndio tuiongelee. I think you part naipata. Kwanza kabisa Rashid, ningependa kueleza wenzangu hapa kuwa vijana we are not delusional. Tunajielewa kabisa, na ndio kwa sababu kiongozi wa nchi hii hawachi kutembea akipea vijana pesa halali. Yani kila siku anaamka analala, yani anaota tu vijana. Leo tumemwona pale ako Mandera, jana alikuwa Garissa, hiyo siku nyingine alikuwa wapi? Anapatia nani pesa? Vijana. Kwa hivyo hauwezi sema sisi kama vijana hatujielewi. Ni nani walitokea barabarani kusema kuwa hiyo bill, finance bill si nzuri? Ni nani walikuwa wanatengeneza content online ya kufundisha watu? Ni nani walitokea barabarani wakachukua risasi, wakapigwa, wakapelekwa kotini kama Wanjiku, wakapoteza? Uliza Wanjiku wamepoteza nini kwa sababu ya kuitwa terrorist? Ni nani wametokelezea mstari wa mbele kutoka kitambo kupigania nchi hii? Ni vijana. Na ndio maana ninataka kukumbusha vijana wa nchi hii, msidanganywe na msiuzie uoga kuwa hamjielewi, hamjijui, you are delusional, hamuamki kupiga kura. La hasha, sisi tunajielewa, tunajua ni nini tunataka, na ndio maana mwaka huu tunajua kuwa Mbadi ako na mpango wa kukopa trilioni 1.1 trillion. Umeniuliza ni nini itatufanya sisi kufanya vijana waweze kuregain trust kwa sisi? Ni kuonyesha kuwa tunaelewa masuala ambayo yanatukumba sisi. Juzi Alice Wahome ametokelezea kwenye televisheni akasema miswada na mipango ya serikali inapeanwa kwa wale ambao wana support serikali hii. Kwa hivyo kama mimi na Wanjiku hatuwezi patiwa anything ya hii serikali kwa sababu hatusupport serikali hii. Unaona sasa hapo. Kama msana kiongozi anatoka aseme pesa support fulani itaenda kwa watu ambao support serikali peke yake. Unaona? Sasa viongozi kama hao unaweza sema aje kwa uso? Unaona? Viongozi wenyewe yani wanataka tu mwenye anakusupport ndio umsaidie, mwenye anakusupport usimsaidie. Ni Mkenya, ni mwananchi bado, ni Mkenya kama ule mwenye anakusupport tu bado. Unaona? Sasa hapo mtu kama unaweza sema aje? Hiyo sina kitu ninazoongelea. Siwezi ongelea. Kwa mimi naona mtu kama kuna time Ruto na Gachagua walichukua uongozi. Za time alisema kitu kama hiyo pia, that support na maendeleo itaenda kwa watu ambao wapigia kura peke yake. Unaona? Na unajua kura iko pale, kura zinapigwa sababu tujue nani mwananchi anataka nani akwe kiongozi. Unaona? Does not mean since mimi sija kupigia kura huwezi leta maendeleo kwangu. Unaona? That's not right. Sababu mimi niko na uhuru wa kuchagua nani mwenye nataka kiongozi. Unaona? Lakini may happen mwingine ameshinda, does not mean that sisi kupigia kura na siwezi kusaidia. Huwezi nisaidia. Unaona? Kwa sababu tulipigia kura kama wananchi. Unaona? Na ukishinda fa usaidie nchi yote. Imaanishi kama nilipiga ama sikupiga lazima tusaidie sote. Lazima usaidie sote, lazima ukue equal. Sasa tunasema ati uongozi tutapeleka kwa mahali fulani sababu walitupatia kura mingi. Unaona? Kwa maana inamaanisha kama kutoa kura mingi huwezi tusaidia. Unaona sasa. Kana tunajua kuwa wale ambao wanaongoza nchi hii kwanza tulikosea kabisa kuweza kukubali ICC suspects waweze kutuongoza for more than 15 years now. Tulijidanganya kabisa, tukajidanganya tukajua. Hapo anaongelea nani? Unajua anaongelea nani hapo? Unajua? Sijaiona. Sasa naongelea Uhuru na Ruto. So walikuwa ni ICC watu walikuwa time ya nini ya population and violence 207. Si walikuwa wameshtakiwa na hiyo story ya mauaji. Wakisemekana that Ruto alichochea vitu kama hizo. Unaona? Sasa walipoenda kule hiyo kesi ilitupiliwa mbali. Wakisema ati kuna evidence, lakini watu kutoa evidence walikuwa wanapotea. Una taarifa kweli? Walikuwa wanapotea. Kuna najua kesi ikiwa
lazima kuwa na evidence watu evidence lazima wakuwe. Lakini sasa ikaenda ikafika mahali watu wanafaa kuenda kutoa ushahidi, wanapotea wote. Wengine wanaanza kupotea, wanaanza ku-withdraw. Kwa nini? Inasemekana that wako nalipwa. Wewe usinini na ukikataa una insist kunini unapotezwa. Unaona. Na sasa hiyo pia sisi kama wapiga kura nasema tunazojilaumu sababu sisi tunakuwa wajinga. Kwa sababu tunajua watu fulani hawa wamekuwa na kesi ya kwa ICC ya mauaji. Wako na kesi ya corruption. Na kesho tena bado tunawapigia kura. Unaona, wanavai for seats na tunawapigia kura. Mpaka tena wamekuwa ma president. Wako naambiwa huyu jamaa ni mwizi, atakuja kunyang'anya tu mali na nini. Tunapoenda nasema huyo mwizi tunamtaka, hataki mtu mwenye anaenda kanisa. Unaona sasa. Na kuna kura na nini, kuna kadi fulani pia wanapenda kutumia sana kanisa. Unakumbuka Ruto before ingie kwa kiti. Alikuwa anapenda kutumia kadi ya kanisa sana to point that njia ya kanisa kwamba aonekane mtu mwema. Unakumbuka kilia kwa podium? Kilia paka bibi yake anampangusa machozi nini. Wewe tumebeba ufala na viongozi bwana. Tumebeba ufala vibaya. Tunasikia pretenders are worse than murderers. Unaona sasa. Alipoingia kwa nini? Alipoingia kwa sita alifanya nini? Hakuna kitu alifanya. Ni kelele mingi, akasema eti acha niweke Biblia kando na mambo ifanyike nini, akaweka kando. Sasa ndo mambo yakakuwa worse zaidi ya venye ilikuwa. Alafu kuna hii mambo ya kwenda kutoa. Kwanza kitu cha kwanza. Sisi ingii kwa nini kwa serikali? Masa education imeharibika bro. Education sector imeharibika kabisa. Education masa it's no longer free. Watu sasa lazima walipe kwenda shule. Unaona? Na yeye akiingia alisema ata make sure hata kila kitu itakuwa free. Mpaka secondary education itakuwa free. University inaangalia sasa. Kwanza sasa hata nini kwenda university mazee imekuwa very expensive. Imekuwa noma. Unapata mtu amepita but wazazi hawana uwezo kupeleka nini? Kupeleka mtoto shule kwa tertiary education sababu uwezo hakuna, imekuwa very expensive. Unaona? Haya, kama sasa hii wako na pesa kufanya renovation ya nini ya State House. Ya State House unaweza saidia nini education. Wanatumia billions. Hebu achana ni how much inatumika kunini. Hiyo ni pesa mingi ilitumika yenye inaweza imagine bana. Inasaidia hata shule, inasaidia mtu mwenye anakabiliana na janga la njaa huko. Naweza wasaidia mahali. Haya, hapa naona ati hii ya February last year. President Ruto 500 million in State House. Hebu acha nifungue nione kwanza. Ni question nasoma the right thing. Once it's complete, maybe Unaona? Ruto gobbles 500 million in State House renovation. 500 million. 500 million. Hiyo yote. Hiyo ni $500 million. Kurenovate State House. Renovation, just renovation peke yake. Si kujenga ni renovation. Na niko sure hiyo sio pesa hata ambayo ilikuwa nini. Renovation kwa renovation hata naweza chukua milioni kwa renovation. Okay, hiyo deal ni kubwa. Hata kama ni kubwa, sema hata tuweke basi renovation basi kama kama tuseme kama 10 basi renovation. Kuna nyingine inasema State House renovation outrage over 3 billion. Wanasema billion bro. CM ni bro, unajua bilioni ni pesa ngapi? B ni billion, unajua B, nasema B CM. Na na unajua unaweza tumia bilioni moja. Wewe tayari venye huko hivi. Bilioni moja. Mimi naweza tumia miaka mingi sana. Hiyo bilioni moja unaweza tumia kama pesa ngapi? Unaweza kama 30k every day. Na uende uache pesa watoto wako watumie. Bila kuifanya investment yote. Now this is 3 billion. Now this is 3 billion. B ni pesa mingi. Na mbona una renovate billion na seti ni kwako? Renovate State House na si kwako. Na si kwako. Umekuja hapo kae 5 years, kama utafurahisha wananchi wakurudishe. Kama utafurahisha na utolewe. Mbona una renovate nini? So inamaanisha hiyo pesa yenye anachukua pia yeye anamaanisha kwamba hiyo bilioni yenye anachukua. Unasema ni 3 billion, sio? 3 billion, yeah. So unakuta mtu kama huyo labda pesa yenye anachukua zaidi hapo kwa renovation labda inaweza kuwa kama tuweke sasa tuseme tu tuweke 250 million. Hiyo pesa nyingine ya juice ni yake.
Hapana. Hakuna venye unasema eti pesa eti kuna mali na si ndio anachukua tu pesa nyingine. Okay, siwezi jua lakini bro unajua unajua renovation kwani renovation ni kitu gani? Ngoja unajua venye nini ilikuwa hiyo State House venye ilikuwa kwanza ilijengwe hiyo na wakoloni mara kwanza. Ni sawa, renovation si kitu kama unajua venye ilikuwa ukijenga renovation si kitu kidogo tu. Ni okay sawa, jua ni yote. Seti ni kidogo. Ndio naelewa. Na place wako na concentrate nayo sana ni roofing. Si ndio nasema roofing haiwezi kulea pesa yote. Kwani roofing ndio sawa, haiwezi kulea pesa yote, sikatai, haiwezi kulea pesa yote. Lakini unajua alikuwa anatoa ilikuwa ni roofing ile ya kitambo, ya vigae ile. Ya kitambo. Hii kama ya mabati, kama hizi mabati hizi zimeenda hivi. Sasa natoa hizi, aweke slab. Unaona? Na nikuulize. Na kweli mimi naweza kubali hizi tumie pesa yote. Hizi tumie pesa yote. Kuna venye pesa nyingine hapo inapotea. Nacheki. Haya, mimi swali nauliza, why are you renovating the State House? Na wewe umekuja ufanye kazi miaka 5 ufurahisha watu wa kurudishe na uende miaka 10. Usipofurahisha watu wakutoe. Uko na plan gani? Mimi si kama kuna plan ya kukaa hapo milele. Kuna mahali usulisikia mahali kuna nini, kuna time nini watu wake wanaanza kina nani wakina Sudi. Kuna mahali aliongea na lugha yako akisemaje 27 wakifanya tukipiga kura zisipojaa watazijaza. Ulisikia kitu kama hiyo? Hata kuna mwingine nilikuwa namsikia, ilikuwa I think kuna mwanamke fulani alikuwa anasema pia kwamba hata kama ikuwe aje lazima tujaze hizo kura. Hakuna venye mtatuzuia. Pia nani alisema? Cherage pia alisema. Pia Cherage ndo alisema aleta soda ya kubadilisha tamu. Unaona? So this guy umse plan kutoka hapo. Anataka tu akayapo. Anataka kaetoa. Unajua power ni tamu bro. Naelewa. Unajua sasa kama umefanya maovu hakuna venye unaweza kutolea hapo hivyo. Ndio ukaya hapo tu. Mwenye atakuja maybe as a righteous anze come after you. Unaona? Kuharibia. Unaacha vitu kama hizo. So hii mambo ku renovate nini mazee pia mimi sioni ujamaa kaka kuna plan. Hakuna kitu. Si plan. Unaona? So tukirudi pale kwa nini ya education. Education bro imeharibika. Education imeharibika. Hata nilishangaa mbona wamerudisha hiyo nini? Inaitwa nini hiyo sasa hii ni unasema nini? Inaitwaje? Nini? Hiyo education sasa hii ya primary. Walitoa 844 kaleta CBC. CBC hiyo. Unajua CBC itatemea uhuru. Ni sawa lakini waliharibu kila kitu kuweka hiyo CBC. Umeona kama angekuwa watu wazuri wa hiyo CBC iko sawa. But wale walimu wanafunza 844 wanafunza CBC. Mbona anaanza kuongea kwetu tunafunya. Wanafunza CBC, unacheki? Hapo lugha ya mama imeingia ndani mbaya sana. Unaona? Walimu walikuwa wanafunza 844. The same teachers wanafunza nini? CBC. Unaona? Sasa haiendi poa. Mimi okay CBC ni poa. Unaona? Unataka unakuza mtoto uone mtoto ako interested na nini. Unaona? Si kama wakati wetu unafunzwa chemistry bro. Lakini mimi kusema kweli hauko na interest yote ya medicine, lakini unalazimishwa chemistry na biology ushiki. Unaona? Lakini ya sasa hii mtoto unaona mtu huyo kuna nini kibali kidogo kwa kucheza mpira. Unamuelekeza kwa hiyo side ya kucheza mpira. Unaona? Si kama system vile ninakwambia. Mimi niko na talent ya kucheza mpira, kucheza handball, lakini nasukumwa sana nishike chemistry. Nini? Biology. Unaona? Sijui physics nini. But talent yangu niko nayo kwa mpira. Yafaa nielekezo hiyo side ya mpira. CBC iko sawa. Lakini ile structure wameiweka kujenga hiyo CBC ndio haiwezi. So unaona kama mimi siwezi mimi nilifanya CBC. Nilifanya Ufanya CBC?